Are you worried? Unahofia nini? Ni kodi, ni mtoto anasumbua, ni mgonjwa unaye, mtwike Bwana. Tunamwomba Mungu akupumzishe kutokana na matatizo hayo, hofu hiyo, wasiwasi huo, mahitaji hayo. Mathayo 11:28 anasema, "Njooni kwangu ninyi wote wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha." Sichukulii kirahisi mahangaiko ya moyo hata kama unaomba. Lakini Paulo alituambia, ndani hofu, nje vita. Lakini ya kuacha kumwamini Mungu. Sema pamoja nami, Bwana Yesu, ninakuja mbele zako. Sema unanipumzisha kwa kuwa nina mzigo. Na kutwika fadhaa zangu, na kutwika mzigo yangu, na kutwika hofu yangu. Nisaidie Mungu, pumziko katika jina la Yesu. Amina. Tumtuka Bwana fadhaa zetu, tumeenda kwake, atupe pumziko. Hitaji muda mrefu wa kuomba ukishakuwa under stress. Katikati ya matatizo, ninataka utambue kwamba unahitaji amani. Yaani hizo zote changamoto, kitu muhimu sana ni amani. Amani ambayo watu wanakushangaa unachopitia, lakini uko calm, una amani. Anasema na amani ya Kristo ipitayo akili zote za wanadamu. Tunamwomba Mungu amani. Amesema niwapavyo mimi, sio kama ulimwengu utoavyo. Amani yangu nawapa. Amani ya Kristo ikae kwa wingi ndani yako, ili uweze kusubiria wakati anaendelea kukusaidia. Na Mungu atafanya haraka kukusaidia. Haiko rahisi hivyo kuambiwa mgoje Bwana. Ndio maana tunaambiwa lazima upige moyo konde ili umgoje Bwana. Unahitaji amani kubwa sana kutatua mambo yako, ili akili yako itulie. Mwambie Bwana Yesu, nipe amani yako badala ya hofu yangu, ili niweze kukusubiri na kukungoja kwa utulivu. Asante Yesu. Amen. Na hivyo ndivyo ninavyokutia moyo. Amani ya Kristo ibaki nawe hadi wakati mwingine.